Tunashukuru sana. Nasikia Baraka kuna event kubwa itafanyika, sijui itakaaje, sababu na mimi napenda niende kuingia kwa hiyo event. Ningependa mtu wa Mungu atuambie, ili toka Nairobi mara moja tuende Baraka kwa hiyo event. Kuna tukio kubwa la kihistoria ambalo limeandaliwa na kwaya yetu inayoitwa Betsaida Imara. Hiyo ni kwaya ya kanisa ya Katika Mkadaf ambayo ilifanya vizuri katika kongamano ambalo lilikuwa la tunaita ni konku ya waimbaji, na kati ya wale ambao waliimba wale bora Betsaida ilifanya vizuri zaidi. Hata walikuwa katika level kubwa kabisa. So wanaandaa event kubwa kwa sababu wameingia studio, wamefanya video na audio, na hizo nyimbo zao zimekuwa na nguvu nyingi, zimebeba ujumbe mkubwa unaoitwa uwe mhodari. Sasa ni tutaingia freely, tutalipa pesa kwa kuingia ama itakuwaje malipo? Yes, kwanza before nikuambie tutaingia kwa pesa wala kwa bila malipo, nataka nikwambie kwamba sehemu ambayo imetafutiwa kwanza kwa ajili ya hiyo tukio ni sehemu nzuri. Upango wa mzee James C. Mulengwa ni upango ambao umebeba tukio nyingi ambazo zinahitaji kuwa na watu wengi. Tumekosa kwenda kwa Mama Nyashinde kwa sababu tumeona Mama Nyashinde ni ndogo kulingana na tukio jinsi lilivyo. So tutakuwa hapo kwa James C. hiyo tariki 16 Novemba mwaka huu, na itaanza saa 8 kamili. Tutakuwa hapo. Tena nakumbuka, nataka waweke hiyo tariki kama kumbukumbu ya historia, kumbukumbu katika maisha yao, ili kwamba wanapokuja wakuwa wanajua kwamba kuna kitu wana expect kwa Mungu ambacho kitafanyika kwao. Okay. Yes. Asante sana. Mimi nakuuliza, ni watu wa aina gani mngetarajia wawe miongoni mwenu? Watoto peke yao wala na wakubwa? Nashukuru sana kwa swali yako ndugu Pedos. Lakini wacha nikuambie kwamba hii concept imebeba watu wengi, kuanza wale waheshimiwa wakubwa. Unajua katika hii album ukisikia uwe hodari, kuko uhodari katika kulinda nchi yako, uhodari katika kutetea imani yako, uhodari katika kila jambo. Na katika hiyo album kuna wimbo unasema uwe na upendo na nchi yako. So tunaalika waheshimiwa, wale mahonorable, wale watu ambao wanataka nchi yao, wazalendo, waje kwa nchi yao. Sisemi hapa mdogo au mkubwa, nasema kila mtu aliye mzalendo wa nchi yake na anayetaka kumpatia Mungu heshima na kuombea nchi yake aje kwenye hiyo tukio. Sasa tumesema kwa ajili ya kuombea nchi yetu, mtu atayarishe bendera. Kama una kakibendera kadogo, njoo nako. Kama una nguo ina nembo ya nchi, njoo nayo. Itakuwa jambo zuri ambalo litaleta mwangaza mzuri wakati utakapokuwa hapo, na italeta pia sura nzuri. Na nitaka kuambia mpendwa kwamba unapokwenda huko uende na expectation kwamba utakutana na Mungu, utamwabudu Mungu. Tumetenga sehemu hiyo nzuri ili umwabudu Mungu, lakini pia upate sehemu ya kuombea nchi yako. Kuna makanisa fulani majirani ambayo mmeweza kualika pia? Tumealika kanisa zote kabisa, lakini especially tumealika kwaya yetu ya Saint Selpa, wajumbe tumealika pia korali yetu ya Omoneri la Voix du Salut, lakini pia tumealika artiste wote independent ambao wako Baraka. Tunawaalika kwenye hilo kongamano kwa sababu ni kongamano la injili, la uimbaji na la uombezi kwa nchi yetu. Asante sana. Kwa nini muiandae kwenye 16 November? Kwa nini? Lengo letu ni kwamba unajua mtu akianza mwaka mwanzo na akimaliza, kuna mambo ambayo pengine anajiuliza, nitamaliza huo mwaka vizuri? Naona tumekuja mwezi wa 11. Tukiambia mtu awe hodari hata katika huo mwezi ataperform vizuri, hata huo mwingine tumuombe Mungu atupatie hodari na ushujaa. Pengine tunajiona pengine hatuna nguvu, lakini tuna nguvu pamoja na Mungu. Ndio maana tumeweka hiyo event hapo mwisho. Tutakuwa live, tutakuwa na TK TV ambayo iko hapo kwa ajili ya kurusha hivi vitu hewani, lakini pia kuna channel yetu ya Betsaida pia nayo itakuwa hewani. Sasa mtumishi wa Mungu Michael Evangelist alivyoongea, anashauku sana, anawakaribisha, hakuna ubaguzi, makabila yote, watu wa kila namna wanaalikwa kwa shauku. So itakuwa ni baraka. Ulikuja na hiyo, tuombe nchi yetu na Mungu atakubariki.